Karibuni sana. Leo tunaenda kuvunja vipande vipande safari moja nzito yenye hisia kali sana ya Bizo na Tina kutoka kwenye ile hadithi ya daraja kati ya dunia mbili. Sio tu stori ya mapenzi ya kawaida, hapana. Hapa tunazungumzia mgongano mkubwa wa tabaka za kijamii, matarajio ya kifamilia na kile kinachotokea haswa pale ambapo dunia mbili tofauti kabisa zinapogongana uso kwa uso. Hebu nikuulize wewe hapo. Hebu fikiria uko kwenye nafasi hii. Ungechagua nini? Utajiri na hadhi ya familia yako au ule upendo wako wa kweli unaosikia moyoni? Sio swali jepesi, sivyo? Ni mtihani unaopima mipaka yetu ya utiifu na kile tunachokithamini kikweli. Sasa, hebu tuzame moja kwa moja tuangalie jinsi hadithi hii inavyokabiliana na hili kizungumkuti. Tukianza na sura ya kwanza kabisa, tofauti za usiku na mchana. Hebu turudi nyuma kidogo kwenye ile cheche ya kwanza kule kwenye lami. Ni kama usiku na mchana, kweli kabisa. Unamuona Bizo hapa, maisha yake ni shule za kimataifa, kupanda ndege kwenda mapumzikoni na biashara za milioni zilizopangwa tayari na wazazi wake. Kila kitu anapewa kwenye sahani ya dhahabu. Sasa, geuza shilingi umwangalie Tina. Yeye anaamka alfajiri na mapema, anapambana na jua kali la mchana kuuza matunda kando ya barabara ili tu familia yake ipate chochote cha kuweka kinywani. Maisha mawili yasiyofanana kabisa, sawa? Lakini unajua jambo la kushangaza? Licha ya minongono ya watu, vicheko vya dharau na ile hukumu kali kabisa ya jamii inayowazunguka, hawakuacha kuonana. Wakajenga uelewano wa kina sana na waligeuza zile tofauti zao kuwa darasa la kujifunzia badala ya ukuta wa kuwatenganisha. Na hii inatuleta kwenye hatua inayofuata, siri nzito mioyoni. Unajua, chini ya ule ukaribu wao uliokuwa unakuwa kwa kasi, kila mmoja alikuwa amebeba zigo zito la siri. Bizo, licha ya utajiri wake, alijihisi kama yuko kwenye gereza. Maisha yake yote, elimu, biashara na hata mwanamke atakayemuoa, vilikuwa vimeshapangwa, hakuwa na sauti. Kwa upande mwingine, mzigo wa Tina ulikuwa wa maumivu halisi. Kiwewe cha baba yake aliyepotea, umaskini uliokithiri na yale maumivu ya kulazimika kuacha shule. Wote wawili waliogopa sana, wakijiuliza, hivi nikimwambia ukweli wangu wote, hata nikimbia kweli? Kwa hivyo, swali kubwa hapa ni hili. Pindi tu hizi siri zitakapowekwa wazi, je, huu ukweli wao utavunja lile daraja dhaifu walilokuwa wanalijenga au utawafanya wawe imara zaidi? Jibu la hilo linakuja kwenye kilele cha hadithi yetu. Hapa ndio kimbembe kinaanza, mgongano mkubwa na familia. Mambo yaliharibika vibaya sana. Unajua, tena siri hazifichiki milele. Tetesi za uhusiano huu zilipofika kwa